Karibu katika tafakari ya siku ya Jumatatu ya juma la 21 la mwaka wa Kanisa. Injili ambayo inatuongoza kwenye tafakari yetu ya leo inatoka kwa mwinjili Yohane sura ya kwanza aya ya 45 hadi 51. Wapendwa katika Kristo, karibu katika tafakari ya neno la Mungu. Leo kanisa linaadhimisha sikukuu ya Mtakatifu Bartholomayo, mmoja wa mitume 12 waliochaguliwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Katika injili ya leo anatajwa kwa jina la Nathanieli, na mapokeo ya kanisa yanaeleza kuwa Nathanieli ndiye Bartholomayo. Bartholomayo hatajwi sana kwenye maandiko matakatifu. Mara nyingi jina lake linaonekana tu kwenye orodha ya wale mitume 12 ambao walichaguliwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Hata katika kitabu cha Matendo ya Mitume baada ya Pentekoste hasimuliwi kwa undani kama ilivyo kwa Petro au kwa Paulo. Lakini mapokeo ya kanisa yanaeleza kuwa alihubiri Injili katika maeneo mbalimbali na baadaye akauawa shahidi kwa sababu ya imani yake na uaminifu wake mkubwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini pamoja na kutajwa mara chache, Injili ya leo inatufunulia tabia yake. Inatuonyesha alikuwa ni mtu wa namna gani. Filipo ambaye alikuwa ni rafiki yake na Nathanieli alipomwendea na akampa habari kwamba tumemwona yule ambaye Musa na manabii wameandika, Yesu wa Nazareti, Nathanieli hakujifanya anaamini ili kumfurahisha au kumridhisha rafiki yake. Alisema kile kilichokuwa moyoni mwake kwamba je, kutoka Nazareti kunaweza kutoka jambo jema? Kwa nini alisema maneno haya? Kwa sababu kwa wakati huo Nazareti haikuwa na sifa nzuri. Kilikuwa ni kijiji kidogo kilichodharauliwa. Watu wengi waliamini kwamba Masihi hawezi kutoka sehemu kama hiyo, kijiji kidogo, watu duni, ni maskini. Hivyo Nathanieli alisema alichokuwa anakiamini na wala alikuwa haigizi. Ndio maana alipokutana na Bwana wetu Yesu Kristo, Yesu hakumkemea kwa sababu Nathanieli hakuamini. Badala yake, Kristo alimwambia Nathanieli, tazama Mwisraeli kweli kweli, ambaye ndani yake hamna hila. Haya ni maneno mazito kutoka kwa Kristo na kwenda kwa Nathanieli. Yesu hakusema Nathanieli alikuwa mkamilifu. Hakusema alikuwa hana kosa. Alisema hakuwa na hila ndani yake. Hakuwa mtu wa nyuso mbili. Hakuwa mnafiki. Alikuwa ni mtu mkweli, amenyooka. Kama anakubaliana na jambo fulani, anakubaliana nalo. Kama ana swali, hajaelewa kitu fulani, anauliza. Hakujifanya anajua kitu fulani wakati hakijui. Ndugu zangu, hili ndilo fundisho napenda niwashirikishe kwenye sikukuu hii ya leo kutoka kwenye sehemu hii ya maandiko matakatifu ambayo tumeisoma. Leo tunaishi katika dunia ambayo watu wengi wanaishi maisha ya kuigiza. Tunavaa sura tofauti kulingana na mahali tulipo. Kanisani tunaonekana watakatifu, lakini nje tunakuwa watu tofauti kabisa. Mitandaoni tunaonyesha maisha ya furaha, lakini ndani ya mioyo yetu tumebeba majeraha, tumebeba maumivu na wasiwasi mkubwa. Tunatafuta kuonekana tofauti na jinsi tulivyo, tofauti na uhalisia ulivyo. Hatutakiwi kuishi maisha feki. Tunatakiwa kuwa watu wa ukweli, watu tulionyooka. Ndiyo yetu iwe ni ndiyo, hapana yetu iwe ni hapana kweli. Tusiwe na hila moyoni, tusiwe wanafiki. Mtu wa namna hii ambaye amenyooka
ni rahisi kujirekebisha au kurekebishwa anapokuwa amekosea, akikutana na ukweli wenyewe. Nathanieli alipokutana na Kristo, moyo wake ulibadilika kwa haraka. Mashaka yake yakageuka kuwa imani, na akamkiri Bwana wetu Yesu Kristo akisema, Rabi, wewe ndiwe mwana wa Mungu, wewe ndiye mfalme wa Israeli. Mtu mkweli anapokutana na ukweli haogopi kubadilika, huwa anabadilika kwa urahisi. Na sisi pia tusiogope kukubali ukweli wa Kristo. Tusijenge maisha ya maigizo, tusiishi maisha ya maigizo. Mungu haangalii picha tunazowaonyesha watu, kwa sababu picha nyingi ni fake, tunaweka filter, lakini Mwenyezi Mungu anaangalia moyo wa mtu, ndani ya moyo wako. Leo jiulize maswali haya. Je, ninaishi maisha ya ukweli au maisha ya kuigiza? Je, mimi ni yule yule nikiwa kanisani, nikiwa nyumbani, nikiwa kazini, au hata nikiwa peke yangu ninabaki vile vile? Yesu akikutana nami anaweza akaniambia, huyu ni Mkristo ambaye ndani yake hamna hila? Kwa maombezi ya Mtakatifu Bartholomayo, tuombe neema ya kuwa watu wa kweli, waaminifu na wasiokuwa na hila, ili maisha yetu yamshuhudie Kristo kila siku. Mtakatifu Bartholomayo atuombee. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.